Jumamosi kulikuwa na mchezo wa mpira wa miguu. Ilicheza Real Madrid dhidi ya Leganes. Na kulikuwa na tukio moja ambalo lilinipa msukumo kutengeneza story hii. Ni penalti ambayo ilipigwa na mchezaji Kylian Mbappe ya kiufundi kabisa, penalti aina ya Panenka. Panenka ni upigaji wa penalti wa kiufundi kabisa ambao unahitaji ustadi zaidi kuliko nguvu. Panenka mpiga penalti badala ya kuchagua kupiga upande fulani, yani kulia ama kushoto kwa golikipa, anaipiga kwa kuichipusha katikati ya goli. Na kipa wakati huo anakuwa ameshafanya maamuzi ya kwenda kulia ama kwenda kushoto. Kwa hiyo mpira unakwenda pale pale ambapo kipa alikuwa. Sasa ilikuwaje kukawa na mtindo wa upigaji wa penalti ambao unaitwa Panenka? Nani alikuwa mwanzilishi na ilikuwa ni lini? Ilikuwa ni mwaka 1976, ilikuwa ni katika mchezo wa Euro ya mwaka huo, mwaka tajo 1976. Mechi ilikuwa ni Czechoslovakia dhidi ya Ujerumani ya Magharibi. Czechoslovakia ndiko ambako alikuwa anatokea mchezaji Antonin Panenka, na kipa ambaye alikuwa anaidakia Ujerumani ya Magharibi wakati huo alikuwa anaitwa Sepp Maier. Sasa wakati anahojiwa Antonin Panenka baada ya ushindi wa tuta lile, akaeleza kwamba niliona mara nyingi magolikipa wanapenda kuchagua upande fulani wa kurukia, aidha ni kulia ama kushoto, kulingana na vile ambavyo hisia zake zimemtuma. Kwa hiyo mimi nikaamua kuanza kufanya mazoezi ya ubunifu wa kutafuta aina ya upigaji wa penalti ambayo mpira utakwenda pale pale ambapo kipa anaondoka, ambapo nadhani mpira hauwezi ukaja, mimi ndio nitakapoweka ule mpira. Lakini baadaye wameonekana malegend wengi wakitumia penalti ya aina hii. Lionel Messi ni mmoja wao, lakini zile penalti ambazo zimejipa umaarufu kwenye michuano mikubwa zaidi ni ile ya mwaka 2006, Zidane Zizou dhidi ya Buffon, na pia kuna penalti ya Pirlo ya mwaka 2012. Pia hii ilikuwa ni Euro, ilikuwa ni dhidi ya Joati wa Uingereza. Pirlo na yeye wakati anahojiwa alieleza sawa sawa na vile ambavyo alijieleza Antonin Panenka mwaka 1976. Hiyo 2012 yeye mwenyewe alisema, niliona kipa alikuwa na mbwembwe, alikuwa katika kila penalti ni mwepesi kuhama kutoka upande wa kushoto kwenda kulia. Kwa hiyo nilivyoona mbwembwe ni nyingi sana, nikafanya maamuzi ya kwamba penalti yangu nitaipiga katikati pale ambapo yanaondoka, kwa sababu niliamini kwamba nitakapokuwa napiga pale alipo sasa, yeye atakuwa amekwisha ondoka. Na hakuna kitu ambacho hakijawahi kuwa na asili na hakuna ambacho kilijianzisha chenyewe. Hiyo ni kuhusiana na upigaji wa penalti aina ya Panenka.